Okay, karibu sana kwenye exclusive interview na Zesty Sound Killer ambaye ni producer mkubwa hapa Tanzania. Anafanya vizuri kwenye upande wa production ya muziki. Safi sana. Sasa nimekupigia simu hapa tuzungumze kutokana na kitu ambacho kinaendelea hivi sasa. Tunaona ili battle ya Happy pamoja na Finale, nazungumzia Diamond pamoja na Alikiba, likiendelea kushika chati kila kukicha yani. Kwanza ile battle nalizungumzaje wewe kama producer wa muziki? Battle ni nzuri sana. Yes. Nzuri yani, na inatakiwa sana kwenye game kwa hivi, kwa sababu ukiwepo ushindani maana yake kutakuwa kuna matokeo mazuri. Kwa hiyo ushindani ni mzuri sana. Okay. Kwenye ukurasa wako wa Instagram uliandika ukweli ambao huwezi sikia popote. Production moja ya Aba Process ni sawa na production 1000 za Estukiz. Huyo jamaa Aba Process sio mtu mzuri kabisa. Hapo yani ulikuwa na lengo gani ya kuonesha katika muziki? Yani unataka kuonesha utofauti gani ambao Aba Process yanao na Estukiz nao? Una utofauti wote hao washikaji wawili? Sina utofauti na mtu yoyote kati yao, ila ni mtazamo tu. Unajua binadamu, kila mtu anaweza kana tembea na mtazamo wake katika akili yake. Kwa labda niseme kwamba mimi sio msemaji wa mwisho kwenye huu muziki, ila mimi hapa ni mtu ambaye tunaweza nikaongea kile kitu ambacho nachokiona katika akili yangu, ambacho nachokiona kipo sahihi. Kwa hata mtu mwingine pia anaruhusiwa kuongea chochote kile. Hiyo ni mtazamo wangu, mimi ninaona kabisa production moja ya Aba Process ni sawa na production 1000 za Estukiz. Kwa sababu mimi nasikiliza sana muziki wa Tanzania, muziki wa East Africa nasikiliza sana. Kwa napenda kusikiliza muda mwingi sana muziki. Kwa mimi katika kusikiliza kwangu muziki, sikiliza sana production za Estukiz, nimesikiliza toka nimesikiliza nyingi, lakini nikisikiliza production moja ya Aba inakuwa na kitu ambacho kikubwa ambacho mimi mwenyewe naweza nikakaa nikatulia na kuanza kumzingatia. Na ndio maana nikaongea vile. Na tena napiga final kabisa kwamba ni rahisi kwa Estukiz, ni ngumu kwa Aba. Ndio kitu ambacho nilichokijua. Kwa mtu ambaye anakusikiliza this time, ni upekee upi ambao ni wa kipekee sana kati ya watu wawili, Aba Process pamoja na Estukiz kwenye production kwa upande wako? Kwanza upekee ambao yuko nayo Aba ni mtu ambaye ana create vitu kwa kutumia akili kubwa. Yaani anafanya production kama maproducer wa zamani. Yaani anapenda ku create vitu vyake kuanzia mwanzo, na ukisikiliza vitu vyake huwezi kukuta kama kuna kitu nimeshakisikia sehemu fulani, hivyo. Yaani anapenda ku create vitu vyake, yani anaumiza sana akili. Tofauti na Estukiz, yani kuna vitu ukivisikiza kwenye vitu vyake unaona kabisa hivi ni vitu ambavyo kila siku hata madogo ambao mimi nawafundisha production hapa kwangu wanavifanya. Kwa ndo tofauti uko hapa. Okay, kuna swali tena la kizushi hapa, naomba nikuulize. Wewe ni team Kiba au team Diamond? Mimi sina timu yoyote ile. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu kuna posti umeposti hapa unazungumzia kuhusiana na issue ya kulipa macomedian na content creators kuweza kupushi muziki, ambapo Diamond kwa mujibu wako nasema kwamba amelipa watu kwa ajili ya kupushi ngoma yake ya Happy, na kwa upande wa Alikiba yeye hajafanya hivyo. Kwa hiyo unahisi ni vizuri kulipa content creators au comedians kuweza kupushi muziki? Unajua nikwambia kitu kimoja, muziki jinsi ulivyo, labda mimi niwafafanue hawa watu wawili, kwa sababu nimekaa kwenye nyinga sinajua. Ukimsikiliza Diamond unajua kabisa muziki ni ujanja. Na ujanja siku zote unahitaji uwekezaji mkubwa. Ni kitu ambacho watu wanashindwa kukitofautisha. Kwa nini ujanja unahitaji uwekezaji mkubwa? Kwa sababu unakuwa unalazimisha kuwaaminisha watu. Ila kipaji halisi huwa akihitaji uwekezaji. Yaani ukimuona tu, ukimsikia mtu mara moja unajua sio jamaa noma. Ndio tofauti uko hapo. Yaani Alikiba ni kipaji. Anaimba kweli, unamsikia unasema yes, huyu jamaa ni mwanamuziki. Lakini ukimsikiza Diamond unaona kuna ujanja jamaa kidogo, utasikia kuna melody kachukua Nigeria, kachukua watu, kachukua. Lakini ukimsikia Alikiba unamsikia Ali kama Ali. Kwa ndio maana unaona Ali sio mtu ambaye unaweza kumuona kama anafanya sana promotion, anaweka vitu vyote lakini vinaondoka. Ni kipaji, yani yule ameshushwa aimbe, sio alipo content creators na comedian. Yes, kama hicho. Yes, kwa upande wako vipi? Kwa mwaka huu mwaka 2000, na tuhamie sasa kwenye upande wako, tuachane masuala ya Diamond na Alikiba.
Kwa upande wako mwaka huu 2026 umejipanga vipi kwa ajili ya kupambana kubato katika soko hili ambao sasa hivi limekuwa limechangamka sana kwenye upande wa production, lakini pia kwenye upande wa maudhui ya kimuziki zaidi? Kuna engo ambao mimi nimeichagua ngumu kidogo, watu wengi wanaikimbia. Mimi nimechagua kusupport wasanii wadogo sana na wale waliokwama. Msanii aliyekwama mara nyingi sana, wasanii waliokwama wanakimbilia kwangu mimi hapa, na nawapokea na wasupport kwa sababu najua wanahitaji kuinuka upya. Kwa hiyo nasaidia wasanii waliokwama na wale wadogo. Ndio engo ambao niliochagua. Ndio maana watu wengi sana wananiona kama vile unakuta wanisikia. Hiyo ni engo ngumu ambao producer yote hawezi kukaa. Sio kama mimi siwezi kufanya kazi na wasanii wakubwa, ninaweza nikapiga simu moja, kuna msanii ambaye hawezi kufanya kazi na mimi, hataki kufanya kazi na mimi. Ila kuna engo nimeichagua. Kwa hiyo kwa 2026 kwenda mbele, niwe muwazi, nitasupport zaidi wasanii wa aina hiyo, wadogo na wale ambao walikuwa na yes. Okay, cha mwisho ambacho unaweza kushauri labda wasanii wachanga ambao wanakuja hivi sasa kwenye game ya muziki, kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa, ile battle ya Diamond na Alikiba, una kipi cha kuwashauri ili waweze kuwa the best katika miaka inayokuja? Waangalie udhaifu ambao upo katikati ya Alikiba na Diamond, afu wao wapite hapo, wawe bora zaidi hapo, tunaweza tukazalisha wasanii wakubwa zaidi yao. Okay, kuna labda itatokea labda wakina Diamond na Alikiba baadaye wengine kama hivyo kwa Messi na Ronaldo, baadaye tutegemea kuona battle nyingine ya wasanii wawili wakali baadaye? Yes, mimi naamini itakuwa hivyo, tutegemea hivyo, itakuwa hivyo. Okay, shukrani sana Zesty. Shukrani sana. Hello? Nakupata. Okay, shukrani sana. Wakati mwingine tena.